Kinyasi? 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 Ndugu yangu. Nani anagonga mlango? Poa. Na mateso vipi? Safi, una matatizo wewe? Hamna ndugu yangu, kawaida. Mzee jua kali lote wewe umejifungia ndani. Hamna ndugu yangu. Vipi? Safi bwana. Niambie. Safi, nimekuja kukupa taarifa. Nimeua. Umeua? Umeua kivipi? Yaani namaanisha ile shule yetu nishamaliza. Ile kazi. Unajua nilikuwa najiuliza, kijana wangu unakuwa wapi na wapi? Mbona tofauti na upole huo? Niambie ndugu yangu. Kwa hiyo kama inawezekana basi tunaweza kuondoka. Sasa mimi ndugu yangu nimefungia. Na kama nimefungia, baadaye tutaenda. Kinyasi. Jua lote kali ndugu yangu saa hizi unafungia. Ni mambo ya ujana tu yatapita. Niambie ndugu yangu. Basi sawa, hamna shida. Utanipitia nyumbani. Sawa, basi hamna shida. Lakini nakutegemea sana ndugu yangu. Basi usiwaze ndugu yangu. Sawa. Unajua katika vijana ambao nawakubali, aisee wewe ni namba 1 kwa sababu wewe kijana ni muelewa sana. Usijali kuhusu hilo. Ndio linavyotakiwa binadamu tuwe hivi. Sawa. Uelewa ni kitu cha muhimu sana. Usijali ndugu yangu. Basi sawa. Sawa. Kaka, samahani. Kakaangu mimi na kazi hapa. Kwa hiyo nilikuwa naomba nikuagize kwa mama Mateso. Ukanichukulia hela yangu. Baridi mchapo kwa haraka. Siwazi. Na kingine sio umesema baridi nisiwaze, unaenda huko unaichukua hiyo hela unatumia. Usitumie kakaangu. Maana hiyo hela ina mambo mengi. Hela yangu kama ilivyo. Sikiliza. Natumia geje, natumia mafuta kwa Mateso nisikuliepo. Usikuliepo ana. Na jasho linatoka ndo mafuta yenyewe. Kilomba. Sawa, basi usichukue nyingi, chukua 500 tu. Ana nimeonyesha kwa tu milioni ana. Shega, zaidi dakika zio. Yaani kakaangu huyu angejua maisha yenyewe hapa, hata asingechukua hiyo hela akatumia. Yaani mashuka yenyewe kutoka kwa nadra. Yaani mpaka yani tuwaforce wateja ndio yatoke. Leo hii ninamtuma tu hela ile kule akachukua tununue chakula ndani tule, anasema anatumia mafuta, sio anatumia nini? Anataka aitumie hiyo hela. Na sio mafuta sio kitu gani? Anaenda kuchukua anaenda kumvutia misijaa, mibange kulewa pombe. Yaani sijui wapoje binadamu wengine. Na light angopa huyu si ndugu yangu huyu. Angiama humu ndani.
wote yani. Wanajua mimi na roho mbaya, ni Mungu wenyewe apendi manabii mitume, tunajua mimi na roho mbaya. Sawa, mimi sijategemea, ilikuwa bahati mbaya. Bahati mbaya vipi uelewi au nini? Vipi kwanza niongee hata madusi kwa basi kwanza. Yeah. Madusi kwa hayo mfukoni. Sina kitu. Kama ningekuwa nayo mimi ningekuwa. Una kitu vipi wewe nikikupiga mi comment mimi nikikuta kwenye mfuko mazingira hapo nikufanyaje? Hawezi amini hata ukinisearch sina kitu. Kwa nini nikunyime? Mimi ningekuwa nao ningekupa bro. Bora mtulia huruma ni soma na mimi sio nabii yani mtulia kila nabii Musa na mtulia huruma ni sio kama tu kama sisi. Sikiliza sasa kwanza bibi mkubwa wako yupo. Na yeye si yuko nyumbani. Yupo. Yuko nyumbani. Jikatae basi. Jikatae basi, mbona kama hivyo mapepe kibao. Wewe ntigili nini? Nitakusherega siku nyingine ujue mdogo wangu. Sipendagi madhara. Mimi kichwa changu shavilegwa ni. Ngedele. Jana Hussein Minjonjo amefariki dunia amekanyagwa na gari usiku mkubwa siku ya Jumamosi kibada na wala pesa, mwenye pesa ni wewe. Acha uchizi masumbuko. Yaani wewe kila siku umekuwa mtu ambaye uelewi. Mimi naongea vizuri na mke wako akusaidie, alafu ndio kujifanyia kuongea, si ndio? Ina maana mimi nikija nikizungumzia ukweli mnaniona mimi mpumbavu. Kijiji kizima ndio mnavyonifanya mimi, si ndio? Hamna shida. Sawa. Wewe unaona kabisa kwamba uzalendo umekushinda, si ndio? Nakuomba ondoka. Naomba ondoka kwa sababu nakuona kabisa kama unataka unipande kichwani. Yaani mimi nakutetea kwa mkeo, unaonekana mimi kama chizi, si ndio? Lakini masumbuko, ina maana mimi nikija nikizungumzaga ukweli wangu, mnaniona mimi kama mimi ni mbaya. Yaani mtu akizungumza ukweli anaonekana yeye. Wewe unashinda kuongea na mimi vizuri? Ondoka. Tunaelewana? Hamna shida lakini akikaoka wewe mzee sikuone. Sawa, lakini unajua ni damu yangu. Unakuja nyumbani kwa mtu unaanza kufoka. Njoo kistaarabu. Yaani mimi naongea vizuri na mkeo akusaidie, alafu tena unaifuata kuongea na mimi vibaya. Wewe vipi mzee? Odi. Odi Mama Teso. Karibu. Karibu. Asante mzima. Mzima vipi hali? Safi ya jambo Mateso. Hajambo. Karibu. Asante shogangu mimi hata sikali. Karibu. Asante shogangu nimefika. Mzigo. Na leo nimepata.
mwanangu, mzigo utapata, lakini sio Saidi. Sawa, lakini nimebanwa. Vipi kuhusu kaka yako ajabu? Kwa kama saizi utamwona hapa. Jua kali kama hivi. Kashavesha saizi. Asihangaike huko saizi umkute nyumbani. Hayo mbaya. Basi haya baadaye jioni usikose. Usijali. Jioni nampa mateso na kuletea. Wala usiwe na wasiwasi. Baadaye basi. Haya karibu. Fatuma, hizi siku za karibuni umebadilika sana mpenzi wangu. Si yule Fatuma ninayomjua. Kwani kuna kitu nimekukosea? Maana nashindwa kukuelewa. Haunielewi na hautonielewa. Hivi wewe ni mtu aina gani? Yaani nikuomba shilingi 2000 lakini mpaka sasa hujanipa. Inakaribia wiki 2 sasa hivi. Hivyo ni mwanaume kweli wewe? Mpenzi wangu, si kana kwamba mimi napenda kukunyima. Natamani sana kukupa kama mpenzi wangu, lakini inafika wakati nakosa. Ujue nimekufanya thamani sana kwangu, na sipendi kukupoteza. Basi usijali, mimi nitapambana na nitakutimizia hiyo. Hali ya kimaisha ni ngumu. Wewe unakula nini? Na maana wewe hauli. Sasa wategemea mimi nitakula nini wakati wewe ndo kunipa mimi hela? Hivi unavyotegemea usiponipa wewe hela mimi atanipa nani? Basi usijali, mimi nitapambana nikutimizie hicho ambacho nakitaka. Nakupenda sana. Mungu niache. Kumbuka ahadi ni deni. Nakupa siku hizi 2, leo na kesho. Kama haujanipatia hiyo hela, basi uamuzi ambao mimi nitauchukua, naomba usije kunilaumu. Alafu juzi mchana na rafiki yako yule, nikamwelezea matatizo yako, lakini alikuwa anakutetea tu. Alikuwa ananitetea? Ndio. Okay, sawa, usijali. Mimi nitakupa zaidi ya hiyo 2000. Kikubwa tu uthamini na upendo wangu. Sawa, nimechoka na ahadi zako za uongo. Kila siku nitakupa lakini haunipi. Usijali. Sawa. Wewe Mateso. Una nini? Hamna, niko sawa. Niko sawa kabisa. Sasa mbona umejinamia hivyo? Hamna, niko sawa. Umeshakunywa chai tayari? Bado. Haya. Shika hii pesa. Mpelekee mama yako mdogo kule juu. Sawa? Basi sawa, usijali mama. Ndugu yako mdogo? Ndio. Usichelewe. Sawa. Rudi hapo unywe chai, nitakuagizie kuna sehemu gani. Umenielewa? Haya, mimi niko ndani. Hodi. Sijakuja kupiga push up hapa. Hata yenyewe kazi yani. Hilo mbaya. Shakwambia pija mwisho tushamua maamuzi yetu magumu yani. Tukatoa makazi kwa nenda tunalomba. Fanya hivyo.
Shikamoo. Baba vipi? Safi. Karibu. Asante. Acha kwanza. Mbona kule umelipolipua vile? Nimelipua? Boss, mbona nimelima vizuri sana? Acha utani. Boss, mbona nashindwa kukuelewa? Mbona nimelima vizuri au hujaangalia vizuri? Mimi sijaangalia vizuri. Sikia nikwambie. Ulichofanya kule sijapenda. Sawa Ulichofanya kule sijapenda. Kwa nini sijapenda? Umejitofautisha na wenzako. Anakujaga hapa Suma na kujaga Eleza, wewe mwenyewe unawajua. Wewe unafanya kitu kizuri sana hapa shambani kwangu. Ila ulichofanya sijapenda. Lakini boss utakuwa unanionea tu jamani. Mbona nimelima vizuri, ukiangalia huko kote nimelima vizuri. Boss, itakuwa labda kuna jingine, lakini kuhusu swala la kulima nimejitahidi sana. Yaani kwa kweli nilichokiona kule bondeni, sina haja ya kujiaminisha huko kama umefanya kitu. Sawa? Kwa sasa hebu acha kulima hapa. Acha kulima? Acha. Ukamalizie kule chini ambako umepuanga puanga. Ndio nalima nini vile sisi. Mara ngapi tumefanya kazi mimi na wewe? Lakini kule sijapenda ulichofanya. Boss, mbona tutakuwa tunafanya kazi ya kibiriti? Acha tufanye, si umeamua mwenyewe. Unawaza nyasi kwa ndanganya mimi umelima. Umelima nini sasa hapa? Mimi sijapenda sasa ulichofanya. Wewe unasema umelima vizuri. Mimi sijapenda ulichofanya. Sawa. Hii ndio unakanyaga. Kijana vipi? Sikia. Sitaki uende kulima. Kwa sasa naomba wewe uende. Nende nyumbani? Kazi imekushinda, naomba uende. Lakini kazi haijanishinda, mbona nimebakisha kitu? Kazi imekushinda kule, naomba uende. Boss, nitoke tena? Hivi mbona nishakubali kulima boss? Toka shambani kwangu. Unajua tena kuharibu pale. Toka. Basi sawa, nipe hata advance kidogo niolimia huko. Mimi sifanyi kazi nusu bwana. Sikia, utakapopata muda kuja kumalizia utakuja kumalizia, lakini kwa sasa sitaki na sikupi hata shilingi 10. Toka shambani kwangu. Sitakupa hata shilingi 10, natoka shambani kwangu. Si ungenipa hata hii ambayo nimefanya hapa ndugu yangu. Sikupi, sijapenda ulichofanya. Toka shambani kwangu. Toka. Nenda. Sikupeta shilingi 10. Toka shambani kwangu. Mimi sijaipata. Mateso. Mateso. Wewe Mateso. Hebu njoo. Jana nimekupa pesa umpelekee mama yako mdogo. Niambie umempa nani? Pesa niliipeleka, lakini nilimkuta kaka Kiugoko ndio nilimkabidhi. Ina maana wewe Kiugoko umjui wewe? Wewe Kiugoko umjui? Au wewe mama mtu Kiugoko umjui? Paka unachukua pesa unampa huyo, akimkuta Kiugoko akimkuta nani ampe. Mimi nachotaka hapa hela yangu. Yaani hapa nimekuja kufuata hela yangu.
Sijali mmempa kiugoko, sijali mmempa nani. Mimi nachotaka hapa hela yangu. Siwaeleweni. Sawa ndugu yangu. Usifikie mbali kiasi hicho. Wala usikasirike. Mimi nikajua baba pesa ameila ama ameidondosha. Kwa pesa nipo kakako. Mimi nadhani tu atakuwekea na atakupatia pesa yako. Na wakati leo nimemka asubuhi nimemuuliza Mateso alikuja, akasema hajaja na wala sijapata mzigo aina yote. Haya, wewe unavyoniambia atanipa saa ngapi? Na wakati leo asubuhi tumeonana. Mama mdogo, mimi sio kama kana kwamba nilitaka nimpe. Lakini kama unavyomjua kaka Kigoko alivyo, ni mkorofi sana hapa kijijini. Na imefika muda anataka kunipiga. Ilibidi tu mimi nimkabidhi. Mara 10 hata ungekimbia, ningekuelewa. Lakini umempa kile kiumbe hela, kashavutia bange huko. Jamani mimi sikuelewi, ninachotaka mimi hela yangu. Siwaelewi kabisa. Ndugu wangu. Huyu ni mtoto. Yule kakako ni mtu mzima. Alivyomtishia hawezi yule kuacha kumpa ile pesa. Kwa hiyo nijue jinsi gani mimi nitakupatia pesa yako. Tatizo nyinyi familia yenu ina nuksi. Ina nuksi na mikosi. Kwa hiyo mikosi yenu na nuksi zenu mnataka muniletee nyumbani kwangu. Mimi nachotaka hapa, mimi nataka hela yangu. Mbona unafika mbali kiasi hiko? Si nimekwambia pesa yako nitakupatia. Kwa unaamua kututusi, si ndio? Mdogo, huko nilikofikia siku nzuri. Sisi si nuksi wala si mikosi. Wakati mwingine ni mipango ya Mungu tu imetengenezwa. Alafu kama ni pesa, mbona tutakulipa? Ungekuja kwa upole tu mamangu. Kama unataka majirani wasijue, wasiendelee kusikia haya maneno ninayosema hapa, nipeni hela yangu. Sawa. Naomba nige siku 2 ama 3. Mimi nitakupatia pesa tena nitakupa kwa mkono wangu. Nakupeni siku hizi? Siku 2. Leo na kesho. Kesho kutwa nikija hapa, nikitia miguu hapa. Nachotaka hela yangu. Hamuna hela, naingia ndani nachukua chochote kile ambacho kina thamani na hela yangu. Umefanya nini? Wewe Kigoko humjui? Haumjui Kigoko leo? Kwani kila siku wewe tu jamani? Mimi unajua nimechoka. Sasa naomba unisikilize. Yaani ninavyokuambia hii pesa utatafuta wewe. Na utahakikisha utamlipa yule mwanamke wake. Ambie pia. Vipi bwana? Safi, niambie. Safi. Umekuja leo kiamani? Amani kabisa. Hauna kisu? Hamna kisu. Niambie. Safi. Rafiki yangu, kitu kilichonileta hapa ni kuhusu ile tatizo lililotokea siku 2-3 zilizopita. Swala lile? Aswa. Kikweli mimi nilihisi nimekosea. Kwa sababu unajua kuna wakati unafanya jambo alafu hujui hatima yake itakuwa ni nini. Mimi nilikurupuka ndugu yangu. Sijafikiria. Kwa hiyo naomba unisamehe pia. Ndugu yangu, labda tunikwambie jambo moja. Yaani siku zile baada ya kuachana hapa tu mimi nikaa nimeflash. Mimi mzee wa kuflash. Asante sana ndugu yangu. Kwa sababu nilijua hapa kijijini kote mimi ndio ndugu yako. Ndio rafiki yako bwana.
Hilo unaosema ni kweli kabisa. Sasa Yaani kama ukinitenga wewe, sijui nani ambaye atakuwa karibu yangu mwingine. Asante sana kama umenisamehe. niyo kusamehe. Mimi mzee kuflash, nimeflash. Asante sana. Niko nje huku. Ni kweli. Kwani mimi nakosa gani? Mungu wangu, nimekukosea nini mimi? Nahisi kama mateso yote yapo juu yangu. Kila nikikaa kutafuta msaada wangu siuoni. Mungu, mimi ni mwanao. Kwa nini napata mateso kama jina langu? Jina langu mwenyewe linanihukumu. Msaada wangu uko wapi? Uko wapi msaada wangu? Hata kazi ninazotumia jasho langu nazulumiwa. Asa. Fatuma mpenzi wangu, mbona moyo wako umekunjamana kiasi hicho? Kosa langu ni mimi kukaa kimya? Mbona unanihukumu pasipo kosa? Alafu Fatuma, wewe ni kivuli changu wakati wa jua. Ukikaa mbali na mimi nachomwa na jua. Fatuma, nakupenda sana. Sawa, mimi naamua kujishusha. Nisamehe mimi. Sipendi kuone katika hali hiyo. Alafu, mbona kama kosa ni la kwako Fatuma? Mimi nakupenda sana. Hivi, wanawake hapo katika kijiji paka wananing'ang'ania mimi. Kwani mimi nina nini? Fatuma. Hapana Fatuma. Wewe ni mwanamke ambaye nimekuchagua mimi. Yaani nikimaanisha hakuna mwanamke zaidi yako. Mimi nakupenda sana. Kwa maana wewe ni fungu la furaha yangu. Yaani ukikaa mbali na mimi nahisi kama nakabidhiwa mateso. Sikia nikwambie, nina kazi za kufanya ndani. Nikimaliza shughuli zangu nitakutafuta. Fatuma. Fatuma.
Vipi? Una tatizo gani? Mimi niko sawa kabisa. Nipo sawa. Hauko sawa. Hapana. Nipo sawa. Hauko sawa. Hauko sawa. Alafu wewe si yule ambaye nilikutana na wewe njiani mpaka nikakukumba. Ni mimi bila shaka mimi. Wewe unaonekana ni mgeni katika kijiji. Hapana. Watu wengi wanadhania mimi ni mgeni katika hiki kijiji. Lakini mimi si mgeni. Inawezekana wakati mimi naenda Dar es Salaam wewe bado hujafika. Au umefika ila tu katika pilika za hapa na pale tukawa tujaonana. Nilikuwa na shida. Una shida gani? Nilikuwa naomba unisaidie kunizungusha katika hii mitaa. Wewe si ndio unasema si mgeni katika hichi kijiji? Ni kweli, ila nilikuwa naomba urafiki. Rafiki? Wewe ni mtu wa namna gani? Maana kama wewe ni mwenyeji katika hichi kijiji, ina maana kuna baadhi ya vitu unavijua. Mimi sina rafiki wala sina ndugu, wala sihitaji pia mtu wa karibu. Alafu mbona siku ile ambayo nilikukumba ulikuwa ni mtu ambaye mwenye ukarimu mkubwa vile kwamba ulinishika na kunikumbatia. Haujahisi msumari yote ile kuchoma kwenye mwili wako? Kubwa sana au nimesema upotofu hiyo. Mimi kikubwa ninachohitaji kwako ni urafiki. Na kwa baby urafiki. Naanza na baby naanza. Naomba uondoke. Wewe kila siku unaongea na wewe. Mambo ya kuniumiza kitu asipende.
unanichanganya. Kwa mzee Juma ndo hapa. Mkono wa kushoto. Mwanaume. Haya, mambo vipi? Safi, mzima? Mimi mzima tu. Mimi mzima. Mbona leo sijasini nyumbani kwetu kuna nini? Kuna kijana fulani kanielekeza nifike maeneo ya kwao. Akasema kwamba nikifika hapo kwa mzee Juma, punguza renge basi. Mkono wa kushoto yeye ndo anapokaa. Sasa nyumba ambayo inanipa mwelekeo ni hii hapa. Hapo ndo ninapochanganyikiwa na hapa ni kweli nini? Wewe kwa nini unataka mbele ya na mzee Juma? Sasa nyumba nyingine ni fence iko wapi? Bila shaka ulipotea ndo hapa. Karibu sana. Asante. Karibu. Asante sana. Mambo vipi? Poa, karibu kabisa. Asante. Hapa ndo nyumbani? Hapa ni nyumbani ndipo napoishi mimi. Na huyu Fatma ni mdogo wangu. Usikimbie. Najua kila kitu kinachoendelea baina ya wewe na Fatma. Ina maana mambo yote ambayo yananitokea mimi wewe unayajua? Nafahamu. Na kama unakumbuka kuna siku fulani ulikujaga ukawa unaongea naye hapo Fatma. Mimi nilikuwepo hapa, nilikuwa nakusikiliza. Sijui ulikuwa unaomba msamaha, sijui mlikuwa mnaongea jambo gani, sikuzingatia. Lakini niliwasikia. Na kuna siku fulani nilikupeleka kule ukaonane na mdogo wangu. Ile siku tulikuwa tumeiandaa mimi na Fatma. Kwa hiyo usiogope. Nafahamu kila kitu. Karibu sana. Asante. Jisikie uko nyumbani. Na kuhusiana na rafiki yako, ondoa shaka kabisa. Najua tofauti zenu kati ya wewe na rafiki yako. Fatma alinisimulia. Na kuna siku fulani ulimkuta Fatma anatoka ndani ya nyumba ya rafiki yako. Usielewe vibaya. Walikuwa wanaongea tu. Fatma alienda kuzungumzia kuhusiana na masuala yenu nyinyi. Alienda kumsimulia rafiki yako. Na rafiki yako akawa ametoka nje mara moja. Fatma akawa amebaki ndani. Na wewe na ukawa umefika eneo la tukio. Kwa hiyo utamsamehe kwa hilo. Hakuna kitu chochote kilichoendelea hapo. Mimi niseme asante sana. Kwa maana nilifanya jambo kwa kukurupuka. Lakini nahisi kama kweli nimeujua. Kama itakuwa ni kweli, basi inanipasa mimi nikaombe radhi. Kwa sababu kama unavyojua, katika kijiji hichi chote, rafiki yangu ni mmoja tu ambaye ni yeye. Katika maisha ni jambo la kawaida tukikosea. Nenda kamuombe msamaha rafiki yako na maisha mengine yaendelee. Ni kweli. Asante sana ndugu yangu. Ila nilikuita hapa pia. Mimi leo ilikuwa ni siku yangu ambayo narudi Dar es Salaam. Unaondoka? Naondoka lakini nitarudi. Nitakukumbuka sana ndugu yangu. Usijali, sisi kuchelewa. Fatma. Abe. Mimi naondoka. Haya, bye. Sasa Mungu akipenda. Asante sana. Ishi vizuri na mdogo wangu. Safi. Ila angalieni mjomba wangu msije mkamuita matatizo au mawazo. Mdogo wako kama akiwa kike nitamuita Rahma. Ila kama akiwa kiume nitamuita Abdalla. Kumbe unajua majina mazuri. Majina mazuri sana hayo.